Joshua Phone Mix. Tunauza simu aina zote za smartphone na za button. Tunaweka glass protector aina zote. Tunauza betri za simu aina zote. Njoo pata cover za simu kubwa na ndogo, za kike na za kiume, memory card, flash, charger faster. Tunauza sabufa aina zote zenye mdundo mkali. Joshua Phone Mix, tunayefundi simu aliyebobea. Tunapatikana Nkwenda stendi kuu ya zamani, barabara ya kwenda Eden Lodge, na tupo Kabingo Mgodini. Kwa mawasiliano tupigie simu kupitia 0787818253 au 0797003071. Joshua Phone Mix ndio habari ya mjini kwa sasa. Tamaa imeniponza, nimenyong'onyea, dunia imenitenga, mateso nayo duniani. Baba sitomwona tena, mama sitomwona tena. Leo nangaika, kesho nateseka, kila mtu amenitenga. Kafara, kafara ya wazazi wangu. Kafara, kafara ya wazazi wangu. Tamaa imeniponza, nimenyong'onyea, dunia imenitenga, mateso nayo duniani. Baba sitomwona tena, mama sitomwona tena. Za leo bosi. Salama za kwako? Pole na kazi. Asante. Nakuona mwenyewe na nawili tu. Ndo kawaida yangu hii. Niambie binti. Mimi nimekupenda tu bosi, yani natamani niendelee kuishi na wewe kila dakika. Usijali, wewe kuwa free. Kuna mambo kidogo namalizia. Sawa. Nitaanza kushinda hapa nyumbani, tutakuwa tunakaa wote. Ila bosi, samahani, kuna kitu nataka nikwambie kama utojali. Please lakini. Bila samahani, niambie. Kwa ushauri wangu nilikuwa na kushauri bosi, haya maisha unayoishi bila kumshirikisha Mungu sio mazuri. Kwani useme hivyo Lecho? Mimi nimeamua nikwambie hivyo bosi. Naona unaingia tu ndani au swali au fanye ibada, na sijaona mtu yoyote anayekuja kutembelea, labda una ndugu na mtu yoyote, upo tu wewe kama wewe na mali zako. Unaonaje ukimrudia Mungu labda? Kiukweli mwenyewe unapenda, lakini naona itaniwea ngumu kwa sababu hayo mambo sijayazoea kabisa. Ni kweli bosi, kwani nakwambia hivyo. Naona una maisha mazuri, pesa unazo, unavaa vizuri, lakini kuna kesho. Unanielewa bosi? Nakuelewa. Unatakiwa uandae maisha ya kesho mbinguni. Mungu atakupokeaje? Au unatakiwa uende kwenye njia iliyonyooka, iliyo sahihi, ufanye ibada. Lakini mimi tangu niingie ndani sijawahi kuona unasali, unaenda kanisani, unaamka, unafanya mambo yako, unakula raha. Lakini kula raha kuna mwisho wake. Unanielewa bosi? Bila samani kama nimekwaza, mimi nakuomba tu. Naona itaniwea ngumu kwa sababu hayo mambo sijayazoea kabisa. Hapana bosi, useme hivyo. Wewe ni binadamu na kila binadamu anayejifunza, naamini ipo siku atafanikiwa. Usiwaze kuhusu hilo. Mimi nipo hapa, ni muumini mzuri tu, nitakufundisha kila kitu. Usiwaze. Kusali, tutakuwa tunaenda wote kanisani. Usijali binti. Nitafanya hivyo. Tukipata muda mwingine choka kikao tuzungumzie, tuweke sawa. Ila kwa leo kidogo kuna mambo kidogo haijakaa sawa. Sawa bosi, lakini jitahidi tu. Sawa, haina shida, mimi nipo chumbani.
Nashukuru bosi kwa muda wako, asante. Leo unahangaika, kesho nateseka, kila mtu amenitenga. Halo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia jambo letu linakaribia kufanikiwa. Nimeongea naye bosi, kanielewa. Kwa hiyo muda wote jiandae. Wewe jiandae muda wote na kupigia simu ili uje tumuombee. Haya, sawa. Leo unahangaika, kesho nateseka, kila mtu amenitenga. Kafara ya wazazi wangu. Kafara ya wazazi wangu. Kafara ya wazazi wangu. Shama mamangu. Ukataza kusalimia na wewe. Ukataza salamu ya mama shikamoo. Au umesahau? Umesahau? Ngoja. Siku ile naona ukosa kuja, nilikualika ukakosa. Uko unanidai pesa yako. Mamangu, naijua hiyo. Na nilifanya kimakusudi, ndio maana sikuja. Kwani niseme jamani? Mamangu, mimi na madumu yako, nikakusubiri ukakosa. Sasa wewe kijana, tani unahangaika kila siku kuchota maji, kufanyeje? Kwani unahangaika na maisha kijana? Kwani unahangaika na maisha? Nilikwambia uje uachane na mambo ya kuchota maji, kubeba madumu kila siku. Na ukakataa. Teure maisha kwangu. Niseme nini bwana? Bosi upo? Nipo. Za kushinda? Salama. Karibu. Asante. Bosi, nilikuwa na jambo zuri nataka tuzungumze. Nicho bwana, jambo gani hilo? Tulia bosi, nitakwambia. Poa, niambie. Sasa bosi, jambo lenyewe ni kwamba leo nategemea kutembelewa na mgeni. Mgeni gani huyo? Akifika utamwona bosi. Maki mgeni mwenyewe ni wa muhimu sana kwangu, hata kwako pia. Anatarajia kuja kama saa ngapi? Utakuwa jioni bosi, na nitafurahi sana kama utakuwepo bosi. Bila shaka nitakuwepo. Sawa, nashukuru bosi. Okay, haina shida. Leo unahangaika, kesho nateseka, kila mtu amenitenga. Njoo tuishi vizuri. Wewe ni kijana mzuri, ukitengenezwa yani utakuwa vizuri, utapendeza, utakula, utakunywa, utalala vizuri. Pesa zipo. Sina hivi kwa siku unapata shilingi kwa siku kwenye maji? Kitu sichokijua ni kwamba mimi bado ni kijana mdogo kweli, na nina nguvu za kutosha. Naweza nikajitafutia mwenyewe, hata kama nikibeba maji, kasomba mizigo, kapata 1000 2000, hiyo tu inanitosha. Sasa wewe kijana, upo unatangatanga na maisha, nakupa ile unaikataa. Njoo kwangu, njoo tuishi kwangu, nikupe kazi, utalala vizuri, utakula, utakunywa, kama ni magari nitakufundisha hata kuendesha gari. Lakini kuna kazi nataka na wewe unifanyie. Umenielewa? Mama, umeelewa hapo? Utakuwa umeelewa hata nisipoongea sana. Sasa naona wewe ni mtu mzima sasa hivi.
naona kama vile hujanielewa vizuri. Yaani ni kwamba mimi nakupenda tuishi wote. Mamangu, acha kujidhalilisha basi. Wewe ni mtu mzima. Wewe ni mama yangu kabisa wa kunizaa mimi, tena zaidi ya mara 3. Alafu mama yangu unajidhalilisha. Hayo mambo yapo kule mjini kwa wauni na sio huku kijijini, na nakuomba iwe mara ya kwanza na ya mwisho, usije ukarudia tena kunitamkia maneno hayo. Basi kwa ile pesa zako baki nazo, sizihitaji, na madumu yangu hayo chukua. Tamaa imeniponza, nimenyong'onyea, dunia imenitenga, mateso nayo duniani. Baba sitomwona tena, mama sitomwona tena. Leo nangaika, kesho nateseka, kila mtu amenitenga. Kafara ya wazazi wangu. Karibu. Kafara ya wazazi wangu. Kafara ya wazazi wangu. Odi hapa. Karibu mchungaji. Asante. Karibu kae. Asante. Habari za uzima? Nzuri, shikamoo. Marhaba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje hapa? Jambo. Uko vizuri kabisa. Nashukuru Mungu. Nashukuru kwa ujio wako. Asante. Bosi muda sio mrefu alikuwa anajiandaa kutoka. Lakini kwa kuwa umefika, ngoja nimwite. Najua Mungu ni mwema. Kwa sababu huo muda niliosubiria kwa hamu. Ni kweli. Asante. Ngoja nimwite bosi. Haina shida. Hadi. Bosi. Nana. Nakuomba samahani. Haya, nakuja. Haya. Bosi anakuja, ngoja tumsubirie kwanza. Sawa sawa. Bosi. Ndio mgeni nilikwambia atakuja kutembelea. Mgeni karibu. Asante. Mchungaji, huyu ndio bosi wangu. Habari za uzima? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ni mwema. Bila shaka wewe ndiye Mr. Shafii. Ndio mimi mchungaji. Asante. Leo nimefurahi tu kufika kwako. Hii nafasi nilikuwa ninamwomba sana Mungu niweze kufika kuongea na wewe. Sawa. Unaitwa nani mchungaji? Okay, mimi naitwa mchungaji Devi. Ni wa kanisa la Anglican pale mtaa wa Kati. Sawa, nafurahi kufahamu. Karibu. Kilichonileta hasa nikitaka kuongea na wewe kuhusiana na masuala ya kimungu. Maana nimejua na maono makubwa ya kutaka kuongea na wewe kuhusiana na masuala ya Mungu. Kama utojali tunaweza tukazungumza. Kwa free tu tuongee, na shida. Nashukuru kwa kunikubalia mimi ama kukubalia ujumbe wa Mungu uweze kufika kwako. Sawa sawa, karibu. Ukisoma Wafilipi ile sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 10 unaelezea wazi kwamba ulipokuwa na mimi ukuonesha, kwa sababu ukuweza kupata nafasi ya kuonesha ulichotaka kukionyesha. Hivyo basi mimi leo, kwa sababu nafasi hiyo nimeipata, nimekuja kuongea na wewe kukwambia kwamba ufalme wa Mungu umefika nyumbani kwako.
Hivyo basi leo nilitaka nikuombe tuweze at least tu kusali kwa pamoja, tuombe kwa pamoja ili Bwana aendelee kudhihirisha ukuu wake katika mazingira haya, uweze kumfuata Mungu. Mbona sasa mimi hayo mambo sijazoea, ni mambo magumu sana. Ninajua kwa njia uliyokuwepo ama njia uliyopo kwa sasa ni vigumu sana kuyafikiria kwa haraka sana, lakini kwa Mungu hakuna kilicho kigumu. Ukikubali, tutaomba, tutamaliza kuomba, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, haina shida mchungaji, unaweza kuendelea. Tamaa imeniponza, nimenyong'onyea, dunia imenitenga, mateso nayo duniani